kiongozi wa heshima, mtu mnyenyekevu lakini wa heshima na mtu wa msimamo. Mulipomaliza Angatia, akakuja mwalimu mwingine Anaswa. Anaswa, respected person. Today he's an elder. Mulipomaliza kuchagua Anaswa, mukarudisha Angatia. Mulipomaliza Angatia, marehemu Soita Shitaanda, rafiki yangu wa dhati, tena Mungu akamchukua, lakini mtu wa msimamo katika taifa la Kenya. Rafiki yake wa karibu Injendi Malulu ya Soita, mukamchagua Injendi Malulu, kiongozi wa heshima. Sasa nataka niwaulize, kwa hawa viongozi wote ambao mlikuwa mkichagua, ni nani wa sarakasi? Kuna yeyote wa sarakasi hapo? Kuna yeyote ambaye anarukaruka na kutoonyesha heshima kwa wananchi? Wote mlikuwa mnachagua baada ya kupiga darubini, mnajua mnataka kiongozi wa nani. Mimi nataka niwaulize, huu uchaguzi unakuja, mnataka mbadilike? Mtaleta mtu wa sarakasi? Mtaleta mtu ambaye hawezi heshimika? Mtaleta mtu ambaye akisimama atapata heshima katika Kenya, katika bunge la kitaifa? Bas, hapo ndio message yangu ya kwanza kwenu, kwamba tafadhali watu wa Malava, kutazia kuhenza bandu bimbaha buzotawe. Imbaha ni musara. Kwenye munda aje kuimidla bandu ba Malava borehi, ateteye bandu ba Malava. Sigabe ndio? Mumurire. Mumburi kabisa. Moromivu damanu. Haya. Jambo la pili. Mimi nilisimama nikaambia watu wa magharibi kwa uchaguzi ambao ulikwisha. Niliwaambia nimetembea Kenya, nimeangalia, na mimi nawaambia yule ambaye atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya atakuwa William Ruto. Si nilisema hivyo? Yalitendeka ama haikutendeka? Ilitendeka ama haikutendeka? Sasa mimi nataka niwaambie tena, kwa sababu nimetembea na mimi najua, na mimi sina haja ya kudanganya ndugu na dada zangu wa Malava. Mimi nataka niwaambie ukweli wa mambo ni kwamba hata mkiona hii mambo yote ambayo inatendeka katika Kenya kwa njia ya kidemokrasia, I want to tell you, siku ya kufika ballot, Mheshimiwa William Ruto atashinda uchaguzi wa 2027. Mumula simoroma mbasu nugubeku sumurorani gwaka yugundi. Ndio sasa mimi nataka niseme, wale watu wanasimama wakisema kwamba wanangoja mwelekeo. Mimi nataka niwaulize, je, wewe ndugu na dada wangu wa magharibi, wewe unataka nikuambie nini? Wacha apite. Mpatie tu nafasi apite. Anapita tu, anakuja huku mbele, mpatie nafasi apite.
Haya. Unaweza ingia sasa. Thank you. Okay. Sasa huyo ni Mama Elsie alikuwa anakuja kujiunga na sisi. Sasa mimi nataka niwaambie kwamba Mheshimiwa William Ruto is going to win the election in 2027. And he'll win through the democratic process, kupitia kwa kura ya mwananchi. Haitakuwa mambo ya fujo ama porojo. Na mimi nataka niambie wale wanasiasa, hata wale wanaongea wakiwa kwa mrengo wetu, wanasema ati kura ya Ruto itaibwa. Muache kuzungumza upuzi. Ruto hataiba kura. Ruto atapigiwa kura halali ya kushinda. Let us stop casting doubt in the integrity of IBC. IBC will conduct a free and fair election. And IBC will not allow stealing. And President Ruto is not going to steal the votes. And President Ruto has not assigned anybody to steal the votes. President Ruto is going to win democratically kupitia kwa hiari ya wananchi. Tuache hii siasa duni. Mheshimiwa Faruk, waheshimiwa wako hapa. If anybody stands on the platform na alete sarakasi ya kusema ati hata kama ni kuiba tutaiba, mtoe huyo mtu kwa platform, kwa sababu anapeana jina mbaya kwa Ruto. We don't want this kind of nonsense. That is cheap politics. Wewe kama ni wa Kenya Kwanza, if you believe in Ruto, don't talk about Ruto stealing votes. Talk about Ruto winning votes. This is the message we should send to our people. Kwa sababu tunazungumza kama sisi ni watoto. Unasimama hapa, you are talking to serious people, international media, local media, the church and everybody. Alafu unasema ati hata kama ni kuiba tutaiba. Hii ni kuharibu jina ya Kenya Kwanza. We are not in the business of stealing votes. We are in the business of asking and winning legitimate elections. And that is how President Ruto is going to win the election. Kuhurizani kabisa. Nyanyambore ya Gachagua bandu bandi bagenda yumo. Na mimi nataka niwaambie, kwa sababu nasema nikiwa mchana. Nyanya kukonye kuingirize Mheshimiwa Ruto amare around yeye ya kabiri. Mumbula ni kwaka mwingiriza muhiga kwa 2027 mamuzi sasa na inzi mbole gambanga. Kuhulizani kabisa. Kube hala. Kurazinzira hala. Murakuwa kiongozi murahiano. Na mimi nataka niwaulize, je, bandu wa Malava. Bandu wa Malava. Ndeba Mwami Malulu yare mushamaki. Na akiri kuingira mo UDA yare mushamaki. Ma UDA ba korandi nende ANC. Kwa korandi. Kwa hambana. Sasa barabara ya Samiti paka na Baholo. Imbura ya Akononya. Karigurina gobe mugu nene.
nilikuwa naongea na waziri wa barabara, nikamwambia, ndugu yangu Chirchir, unajua tumekuwa na hadithi ya barabara Malava kwa muda mrefu. Tafadhali, ile kandarasi mliweka kwa gazeti tarehe 25 Februari ya kutafuta contractor ili aje maliza hii maneno, tafadhali award the contract, because it's now time to have a contractor who will deliver and finish that road. Nataka tusikizane, hiyo ikuwe agenda yetu, kwa sababu watu wa Malava, they are patient. Let us recognize their patience. Let us reward their patience. Let us realize that they have stood with us, and now we must do what the government is required to do in Malava. Hiyo barabara nitaandamana na Chirchir mpaka tukamilishe. Mimi nataka niwaambie kwamba najua katika orodha ya watu wa Malava mlikuwa mnaongeza locations na divisions zenu katika sehemu zingine not yet activated. Malulu alikuwa akifuata hiyo kitu. Mimi nataka niwaambie, nikiongea na jana niliongea pia na Rais wa Jamhuri ya Kenya, I want to tell you we are going to fulfill so that those administrative units that are required in Malava shall be quickly activated, watu waanze kupata nafasi na mambo yao karibu na wao. Kuhula mangana yaga. Sasa Nyamutebe mwenya kabisa kuwenende kiongozi yaza kugenda Rugano. Mimi niliona wengine wanakuja hapa, mtu yuko impeached, na kuna wajumbe hapa, kuna wanasheria hapa, iko wakili Shimaka na mmemwona. Najua kuna wakili mwingine Busiega. Najua kuna. Sasa mimi nataka tu niulize hawa ambao ni mawakili, ambao ni wanasheria. Sasa wewe unaona vizuri kwamba huyu jamaa is impeached, ametolewa, is impeached, na wewe ati unaenda kujiunga na chama yake? Ndewa he, inawezekana kweli? Inawezekana? Kama umekuwa impeached, sheria inasema kwamba hautakuwa na uwezo kwa kuwa na public office. Mambo yako imeisha kwa kisiasa, mpaka labda sijui utafanya namna gani. Kwa hivyo itakuwaje watu wa Malava kwa chama ambacho nyinyi mnajua wale wana propel hiyo chama wako impeached, wamewekewa vikwazo na sheria na bunge, wako nje, alafu mtu anaenda huko atafute kura ndio akuje hapa? Sasa atakuwa akiongea na nani na chama yake iko impeached? Mumbula. Sasa sisi tuangalie, na mimi leo nataka niwaambie, mimi natetea UDA. Mumbula kabisa. Mimi natetea chama cha UDA kwa sababu hiyo ndio chama ya rais, na hiyo ndio chama ya Musalia Mudavadi. Mimi niko hapo ndani. Na tulipokuwa tukipanga na Malulu mambo ya maja, Malulu alisema nataka tupange tuungane na mheshimiwa rais kabisa, kwa sababu alijua kwamba this is where the future lies. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie tuko hapa. Mheshimiwa rais amechukua kijana kutoka hapa Malava,
anaitwa Bernard Chitunga, anafanya kazi China. Mheshimiwa Rais amemfanya, amekuwa Chancellor of the Cooperative University of Kenya. Kazi ya Chancellor ni kulinda university. Kazi ya Chancellor, yeye ndio hupeana degree kwa universities. Na huyo kijana Chitunga tulikuwa kwa mazishi ya baba yake juzi hapa Chekulo. Yeye pia anasimamia mambo kule Uchina, ni kijana wa Malava. President Ruto amempatia heshima kubwa kama hiyo. Sasa wewe unaona pahali serikali iko, unaona pahali tunaelekea, alafu mtu mwingine unaenda sasa kwa chama ambayo inaongozwa na mtu yuko impeached. Sasa huyu tutamfanya namna gani? Ashindwe? Si ndio hiyo? Sasa hapo nilikuwa nataka nihimize kwa haya maneno, kwa sababu naona tuko na viongozi wengi wanataka kunena, na mimi nimebeba ujumbe wa President Ruto, nimebeba wangu, tusaidie kwa haya mambo ya empowerment kwa ndugu zetu. Na mimi nataka tukifanya hivyo, nataka ni wasihi wakaaji wetu wa Western Province, tuimarishe mambo ya cooperatives, cooperative movement katika wakulima wetu wa miwa katika sehemu mbalimbali, cooperatives za walimu, cooperatives za wakulima. Nataka tuimarishe, kwa sababu hiyo ndio njia thabiti ya kuhakikisha kwamba tunapeana uwezo na nguvu kwa ndugu na dada zetu ambao wako kwa biashara aina mbalimbali. The cooperative movement is strong, na ndio kwa sababu Mheshimiwa Rais William Ruto amepeana University College ya Cooperatives kwa kijana kutoka Western Province, Bernard Chitunga, kwa sababu anatuma message kwamba tuimarishe vyama vyetu vya ushirika katika eneo hii. Ndio kwa sababu Oparanya ni waziri wa hayo maneno. Ndio kwa sababu kilimo inapitia sana kwa mambo ya cooperative. Mimi nataka niwaambie, this is how we are going to change our economy and to change our people. Na hii mambo mengine ya kusema nini, mimi nimewaambia wazi, mwana wa Baranga anga William Ruto aranyora ikura yumuhiga gwa 2027. Nyenya kugende hala kugende hala no mumbula. Kwa hivyo zile vitu zingine kwa mtandao zile zinaleta uongo, hiyo ignore hiyo, wachana na hizo vitu. Mimi nimewaambia ukweli, hapo ndio kuna barabara, hapo ndio kuna njia, na hapo ndio kuna ushindi. Kuhuri na mtu asijaribu kuweka matope kwa IEBC, na mtu asijaribu kuweka matope kwa Mheshimiwa William Ruto kusema kwamba ati kura yake itaibiwa. Muache hiyo mtindo, muache hiyo porojo. Mheshimiwa William Ruto is not in the game of stealing votes. Na yeye ndio anasema kwamba we must make the hard decisions today, ndio tubadilishe Kenya yetu. So this is the message I want to send to our supporters, to UDA, to Kenya Kwanza, to the Kenyan people who believe in democracy. Let us not blemish the future of this country by introducing propaganda and joke on a very serious matter which is about electing its leadership. We must start from Malava to have serious leadership. And the time is here. God took our other leader because he wanted him. But we have an opportunity to elect another leader. Let us make it serious business. Isiwe sarakasi.
Nyasaye amurindi go. Nyasaye. Haya, niko hapa yote, sijui nani atapokea. Nitatangaza kwa mfuko, niko na 2 million ya President William Ruto. Kubebre imalava Muhambi zibunlu. Ebu nionyeshe kama mnajua ile earthquake. Mnakumbuka nilisema earthquake? Msisimuko wa ardhi. Mtetemeko wa ardhi. Nilikuwa nikisema hivyo kwa nini? Tutetemeshe ardhi kwa njia ya demokrasia. Tutetemeshe ardhi, tuhakikishe kwamba UDA inapata kiti hapa Malava. Tutetemeshe ardhi kuhakikisha kwamba demokrasia ya Kenya inadumishwa. Na yangu sasa mimi naweka 1,000,000. Kwa hivyo kwa huu mfuko tunapeana 3,000,000. Mkiona baada ya masaa kidogo nikiondoka, ni kwa sababu naelekea Busia. Nikimaliza Busia naenda Shinyalu. Kesho tutasaidiana na wenzetu, nitakuwa upande wa Kajiado na kwengine, kwa sababu we want to talk about development. A government must talk to its people. Watu wengine wanasema the government must keep quiet. The government must not talk. No, we must explain what we are doing. Nyasaye amurinde. Asante.